Labda tu niseme kwamba tumepata mshtuko mkubwa wa kuondokewa na mpendwa wetu na mwanamuziki mwenzetu, lakini pia mtu ambaye aliweza kuipa nafasi tasnia yetu ya muziki wa injili hapa nchini Tanzania. Binti ambaye anapambana sana, aliweza kupata tuzo katika nchi mbalimbali na alikuwa na msimamo sana katika mambo anayoyaamini, na amekutwa na umauti. Na hivi sasa unapotuona tupo kwenye maandalizi ya kuhakikisha kwamba mwenzetu anapumzishwa kwa heshima aliyokuwa nayo. Nisitize tu kwa kusema kwamba ni kweli na nithibitishe kwa kusema kwamba ni kweli na hakika kwamba Irene Robert hatunaye tena, ametwaliwa. Bwana alitoa na Bwana ametoa, jina la Bwana lihimidiwe. Na taarifa ya kifo imekuja ghafla, labda kifo chake kimesababishwa na nini hasa? Taarifa imekuja ghafla na yeye pia amefariki ghafla. Inawezekana labda ni mshtuko au ni kitu gani, lakini madaktari hawajatueleza vizuri, lakini sema tu kwamba alikuwa ni mtu ambaye ni mzima mwenye afya tele, lakini kumbe binadamu anatembea akiwa ana kifo anacho mbele yake. Umauti umemkuta akiwa anawaishwa hospitalini, akiwa yupo kwenye gari la hospitali, anahamishwa hospitali moja mpaka nyingine. Kwa hiyo mpaka sasa taarifa tulionayo ni ya kwamba mpendwa wenu amefariki, ambaye mpendwa wetu amefariki, lakini kuthibitisha kwamba alikuwa ni nini nadhani tu inawezekana ikawa ni mshtuko au kitu gani, lakini hakuwa anaumwa kabisa. Muda mfupi mlikuwa kwenye kikao hapo kwa ajili ya taratibu nyingine pia za mazishi, labda tuweze kufahamu taratibu zikoje mpaka sasa? Taratibu mpaka sasa, mpendwa wetu ataendelea kusalia katika chumba cha kuhifadhia miili ya binadamu pale hospitalini, lakini siku ya Alhamisi tutatoka naye pale na kumleta hapa Sinza, Arena of the Holy Spirit, Sinza makaburini, nyuma ya Vunja Bei Toto namba 26, kuanzia mida ya saa 3 asubuhi. Tutakuwa naye hapa mpaka saa 6 mchana, 6:30, kwa ajili tu ya kumuaga na kumsherehekea. Ikifika saa 7 tutaelekea kwenye kanisa ambalo alikuwa anasali kwa mchungaji Shusho kule Tabata, na kule sasa itafanyika ibada ya kumuaga, na akitoka hapo mwili wake utapelekwa airport kwa ajili ya kupandishwa kwenye ndege ili aweze kupelekwa Mwanza. Hatimaye siku ya Jumamosi atapumzishwa kule Sengerema mkoani Mwanza. Kwa hiyo kwa mwanamuziki yeyote, kwa mtu yeyote, bado tuko Sinza hapa Sinza makaburini, nyuma ya Vunja Bei Toto, nyuma namba 26, Arena of the Holy Spirit, kwa Ado November. Tunapatikana hapa na shughuli zote zinaendelea hapa, lakini pia nichukue nafasi hii kumshukuru sana ndugu yetu Walter Chilambo kwa kusimama kabisa kwenye shughuli hii nzima tangu ilipotokea na kufahamisha umma, lakini vile vile tumshukuru aliyekuwa mchumba wake kwa sababu alijiandaa na alikuwa amekuja Tanzania kwenye kukamilisha taratibu za kuweza kumchukua ili kumfanya kuwa mke wake, lakini mauti hii imemkuta. Naye tuko naye hapa kwenye shughuli nzima. Nishukuru pia uongozi wa Chama cha Muziki wa Injili Tanzania kwa namna ambavyo wamekuwa pamoja na sisi. Tunashukuru wanamuziki, tushukuru mchungaji Shusho na watumishi wengine wote. Namba za simu ambazo zimetolewa pale za Walter Chilambo zinaendelea kupokea rambirambi. Tuwasihi wa Tanzania wale ambao wameguswa katika hali na mali wanaweza kuwasiliana na sisi kwa kupitia namba hizo. Ado, kumekuwa na maneno yakizungumzwa. Tumeona pia kuna klipu ya mmoja akisema yeye ni producer wa kule Kenya, akasema sio amemwona Irene hivi na hivi na hivi. Hizo taarifa za mtu wa Kenya zimekuwaje? Na awali tukaambiwa kwamba alifariki Kenya, lakini kumbe ilikuwa ni hapa Dar es Salaam. Unajua producer anaweza akaongea chochote, lakini bahati nzuri amejifunga kwenye kauli yake. Anasema ilikuwa ni mwaka jana mwezi wa 7. Irene amefariki mwaka 2026 mwezi wa 3. Kwa hiyo unazungumzia swala la miezi 8 iliyopita. Mtu wa jana sio mtu wa leo. Silas Mbise inawezekana anasema yakawa kweli, lakini yanaweza yasiwe yana ukweli, kwa sababu mhusika mwenyewe anayetamkwa hayupo wala hana nafasi ya kujitetea. Sasa mtu yeyote ambaye ni makini anapaswa kuzungumza upande wa pili ukiwa na nafasi ya kuweza kujitetea. Na kwenye sheria wanasema kwamba no one should be a judge on his own cause. Kwa hiyo nazungumza kwamba hata leo ukisema nilikuwa namdai Irene bilioni 1,
hayupo ili kuambia kwamba ulikuwa unidai. Kwa hiyo tuseme tu sisi tunasema tu chochote ambacho kimezungumzwa hatukitizima maanani sasa hivi. Irene alikuwa mzima siku 3, 4, 5 zilizopita, anaongea na sisi vizuri, anacheka na sisi vizuri, akiwa ni mtu ambaye ni timamu, amesafiri mwenyewe kwenda nchi mbalimbali. Irene amekwenda Ghana, amekwenda Zambia, amekwenda Kenya, amekwenda wapi. Leo mtu anakuja kuzungumza kuhusiana na jambo ambalo anahisi au anataka kulitengeneza kama lilitokea mwaka jana mwezi wa 7. Kwa kweli tusingependa lituondolewe kwenye focus. Lakini pia wao nafahamu Watanzania wengi na watu wengi wa Afrika Mashariki huwa wanapenda kitu kinaitwa nitoke vipi. Anatafuta namna gani yeye ataweza kuonekana anasema nini wakati fulani ili naye aweze kwenda na upepo. Tuwaonye tu watu wote ambao wanajaribu kutumia nafasi hii kwenda na upepo, jambo hili sio la mzaha. Leo sisi tumesiwa na Irene, kesho na wenyewe watafiwa na ndugu yao mwingine. Na niseme tu kitu kimoja, Mungu anaweza kubadilisha hali ya mtu ndani ya sekunde moja, ndani ya dakika moja, ndani ya siku moja, ndani ya saa moja, ndani ya mwaka mmoja. Kwa hiyo mtu asizungumze kitu chochote.